Alo, Bwana Yesu asifiwe. Hapa ni mtumishi wa Mungu Dickson Tweve. Mwaka 2022 Mungu alinipa neema nikapata kuandika hiki kitabu ambacho nilikipa kichwa cha somo kinaitwa Mungu atakuzomea, lakini subtitle inasema kufurahia mahusiano na Roho Mtakatifu bila majuto. Jumapili moja iliyopita Mungu alinipa neema ya kutembelea kanisa moja hivi ambalo nimewahi kuwepo pale, nimewahi kuabudu pale. Nikakutana na mtu mmoja ambaye nilimuuzia kitabu hiki. Nilimuuzia rafiki yake. Na yeye mtu mmoja nikakutana naye ambaye pia anaishi naye alipata kukisoma hiki kitabu. Bwana Yesu asifiwe. Akawa ananipa ushuhuda, nikakumbuka wow, kumbe I wrote a book na bado sijakiuza. Kopi nyingi za kutosha zipo hapa. Kwa hiyo nataka tumalizie hizo kopi zilizopo ili nitoe toleo la pili. Bwana Yesu asifiwe. Tutoa toleo la pili katika muundo mwingine, katika muonekano mwingine. Tutatoa kitabu kingine cha hiki kichwa cha Mungu atakuzomea. Okay. Around up ninapomalizia nikuulize swali. Swali jepesi tu nakuuliza hivi. Je, imani inaweza kufeli? Swali hilo. Je, imani inaweza kufeli? Imani inaweza kufeli? Yes, Biblia inasema hivi, imani ni uhakika wa mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Imani ni uhakika wa mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Umewahi kuwa na uhakika wa jambo lakini lisitokee kama ulivyokuwa na uhakika nalo? Tunajua kwamba imani ni uhakika wa mambo yatarajiwayo, ni bayana mambo yasiyoonekana. Kwamba you might have an assurance, unaweza kuwa na uhakika kwamba hili jambo litatokea hivi kwa sababu ya imani, lakini hilo jambo lisitokee kama ambavyo uliamini. Sasa swali langu ni je, imani huwa inafeli? Yes. Sasa kasome hiki kitabu. Kabla ukishindwa kulijibu hilo jibu, ukishindwa kuelewa hilo jibu vizuri, basi nenda kakisome hiki kitabu. Mungu atakuzomea. Kuimarisha, kufurahia mahusiano na Roho Mtakatifu pasipo majuto. Furahia mahusiano na Roho Mtakatifu pasipo majuto. Ningependa kila mtumishi wa Mungu mwenye huduma asome hiki kitabu. Kina shuhuda nyingi jinsi ambavyo Mungu alikuwa akiniongoza mimi, jinsi ambavyo Mungu amekuwa akinisemesha, na jinsi ambavyo nilitii na kutotii na kitu gani kilitokea. So usifikiri unajua, kuna vitu vingi vya kuvijua. Usifikiri kwamba huwezi kujifunza kutoka kwangu. No, unaweza kujifunza kitu kutoka kwangu. Kwa hiyo chukua hiki kitabu ukisome. Chukua hiki kitabu ukisome. Mtumishi wa Mungu, no matter how Mungu amekuinua, chukua hiki kitabu ukisome. Chukua hiki kitabu ukisome. Una vitu vielewe kwenye maisha yako, lakini ukisoma kitabu utakielewa. Mungu aliniambia nilifundishe kanisa lake hiki kitu ambacho nimekiandika huko. Kwa hiyo hakikisha unasoma hiki kitabu. Kama uko mbali hauwezi kupata hard copy, kuna soft copy kwa lugha ya Kiingereza. Soft copy inapatikana kwa lugha ya Kiingereza, lakini hard copy inapatikana kwa lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo tumalizie vitabu vilivyopo hapa. Ukifika Dodoma mjini, kwa wale walioko Dodoma mjini, piga simu kwenye hiyo simu namba inayopita hapo kwenye screen, inaonyesha 81 0762. Piga simu kwenye hiyo namba, niambie niko hapa mjini, nahitaji hicho kitabu. Utaletewa. Kinauzwa kwa gharama ya shilingi 10,000 tu. Zimebaki soft copy chache, kwa hiyo nitaviuza kwa shilingi 10,000, zinakala zilizobakia 10,000, bei ambayo tulikuwa tunauza ya promotion toka mwanzo. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana katika jina la Yesu Kristo. Amen. Shalom aleikum.